Hii message wapendwa, ningependa iende ndugu zangu wa Kenya, watu wa Uganda na watu wa Kongo na wachache wa Rwanda. Na kwanza namshukuru Kristo kwa sababu ni mwema kila siku na anawapa walio wake kuwa na amani. Hata ingawaje ulimwengu umechafuka, lakini ametupea amani. Sitaenda kwa mambo mengi kwa sababu nimekuja ghafla ili nikuje kuwaambia na kuelezea hilo mambo ambayo mnatembeza kila siku mkichafua jina la nyumba ya Elisha, sana sana jina langu. Juzi wengi mlipoona safari ambayo mtumishi wa Mungu alitoka Kenya akaenda Uganda, na mipango waliokuwa wamepanga kwamba wakutane na president wa Uganda, lakini haikuwezekana, na wakawaambia kwamba walikutana kisiri, lakini hiyo ni uongo, wao kukutana. Nataka nirudishe nyuma kidogo nikiwaambia kwamba ingekuwa vizuri tukumbushane, kwa sababu mwaka wa 2016 nilikuwa na harusi na mtumishi wa Mungu Agre, yeye ndiye alikuwa kama mzazi wangu. Na katika harusi hiyo nilikuwa nimealika president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na prime minister siku hizo alikuwa Rwakana Rugunda. Alafu akakonfirm ya kwamba watakuja. Na harusi ilipokuwa inaendelea, tulipofika Kisoro, mimi kama bwana harusi na bibi harusi, sasa Jika alipojua ya kwamba Museveni atakuja kwa harusi yangu, sasa wakasongesha nyuma ndege ili baba afike Kisoro. Kama amechelewa ndio po Museveni asihudhuria harusi yangu, na hakika alifaulu na hakukuja kwa sababu walichelewa kufika kwa kanisa. Mnapokumbuka vizuri, kwa harusi yangu tulifika kanisani kitu mwendo kama saa 10 hapo, saa 9 saa 10, kwa sababu ya kuchelewa, na hali hatukuwa na shida nyingine, sababu tulingojea mahali ambapo tulikuwa na reception. Tulifika saa 2 asubuhi, lakini harusi kaanza saa 10 kwa sababu Jika alichelewesha baba kufika, na mimi singependa niendelee na harusi na hali baba ndiye alikuwa mkuu katika sherehe yangu hiyo. Na president vile alikosa kuhudhuria harusi, ndipo akatumanisha ya kwamba kesho yake niende huko Kisoro kwa ofisi yake hapa State Lodge, mahali ambapo huwa analala anapokuwa Kisoro. Na kwa sababu ilikuwa ni mpango ambao tulikuwa tumepanga na RDC siku hizo, ambaye alikuwa anaitwa Shafik, na ndipo tukashika safari. Tulipomaliza kesho yake baada ya harusi, ndipo wakahepa wakapeleka baba asubuhi, wakaniwacha nyumbani wakaenda. Na kutaka kujua kwamba watu hawana aibu, wakaacha hata mama yangu hawakuenda na yeye, eti wanataka kwenda kuona Museveni. Sasa walipofika huko, ndipo wakauliza swali hili, na mwenye aliuliza ni na controller wa presidential controller, na RDC wakauliza host mwenye alikuwa inafaa kuwe hapa ambaye tunajua ni Dana, ako wapi? Hiyo wakakosa kujibu. Walipokosa kujibu, sasa ikakuwa ya kwamba hakuna kuonana na president, kwa sababu ule mwenye alikuwa inafaa mkaribishe hayuko hapa, mimi kama host. Walipokataza baba kuingia, sababu alikuwa ameenda na kikosi kikubwa
watu wengi, wahubiri wote ambao walikuwa wametoka Kenya. Alafu Uganda kulikuwa Buhoma, maana si Buhoma siku hizo alikuwa yeye ndiye mkubwa. Lakini mama yangu wakamuacha. Hata ndugu yangu mkubwa, maana sambaa pengine angeenda, kama mzazi pengine angesema kwamba mimi nilikuwa nimeoa, kwa hivyo singeenda. Lakini wakaficha, wakaenda. Wakawakatazwa wasiingie. Na ilipokuwa hivyo, sasa nikasikia simu zinapigwa ya kwamba tuko hapa kwa gate tunangojea tuingizwe, lakini wametukataza kwa sababu wewe kama host hauko. Sasa nikauliza, mumeenda kwa njia gani? Na mimi ambao mimi nimewaalika, kwa sababu baba amekuja kwa harusi yangu. Kuja kwa harusi yangu, mimi ndio nilikuwa nimealika president kuja kwa harusi. Sasa imekuwaje ya kwamba munihepe muende, muniache mimi nyuma? Lengo lilikuwa gani? Lakini kwa sababu baba ni mzazi, nikavumilia tu. Ndipo ndugu mwingine ambaye anaitwa Ahoruzazira akakuja akanichukua. Ndipo nikaenda huko. Lakini nilipokuwa naenda huko, nikapigia controller nikamwambia, hapana, huyo mzee nisaidie, kwa sababu umeona amezeka, si vizuri akae hapo nje, muingize hapo kwa tenti, nitampata huko, lakini watu wengine wasiingie. Ndipo wakafanya hivyo, wakanisikiliza, kwa sababu walikuwa wananipenda na wananiheshimu, ingawaje mimi nadharauliwa kwa masikio yenu, lakini watu wengine wananiheshimu. Ndipo baba akamuingiza, akaenda akakaa kwa tent. Nilipofika hapo, nikaangalia Jiki kwa macho, nikaangalia ndugu zangu wengine kwa macho, nikashangaa, nikajiuliza, mnaweza kushikaje safari mutembeze baba kwenda kuona president, na baba mwingine mwenyewe hajui president ni nani? Mimi kama host mwenye ilikuwa inafaa nikaribishe baba, siko. Sasa mmefanya hizi vitu kwa njia gani? Wakaaibika kwa sababu wako na ukoromoni. Ukoromoni mgani? Walikuwa wanafanya hayo kwenda kujipendekeza, waonekane ya kwamba wanajua, kwa sababu mpango wao ilikuwa ni ya kwamba sisi kama watoto wa Elisha watutupe nyuma, sasa waonekane wao ndio mbele. Jinsi mnavyowajua, kazi yao ni kujipendekeza, wajipeleke mbele. Ndio sababu mnaona hata kwa maharusi wakienda, hata harusi ambayo haihusiki nao, mtaona watabeba watoto wote waongee, hata wenye harusi hawataongea, na wakiongea ni mmoja tu wawili, lakini wao kwanza waongee. Sasa wakafanya hivyo, nikanyamaza tu. Na ndipo sasa imefika mwaka 2025. Sasa ndio sasa wakapanga mpango, sababu nilikuwa nasikia kwa sababu unapokuwa kanisani nasikianga tu mambo mengi. Sasa Jiki wakapanga na ex-minister mwingine ambao ni mzee rafiki ya baba yangu, anaitwa Philemon Mateke. Wakapanga kwamba waende wamkaribishe baba hapo kwa kanisa la mitume naitwa Antipo. Na lengo, ukisikia yale ambao Jiki walikuwa wanaongea kanisani, ni lengo ya kwamba ndani na nyumba yao ama nyumba ya Elisha waaibike. Sasa watatufanya nini? Ndipo wakatuma Wakristo na wahubiri wote kwa makanisa waende waambia watu ya kwamba nyumba ya Elisha tunaenda kuiangamiza, kwa sababu Museveni anakuja hapa. Tuonyeshe hawa watu wa Elisha hao ni wagani, wana maana nini? Sasa nikasema sisi ni watu wa Mungu. Sasa imekuwaje tena sisi tukuje tutafute usaidizi kwa watu wa wapagani, tutafute usaidizi kwa watu wa nje? Itusaidie nini? Sasa ndipo nikajiuliza, napokumbuka mzee wangu Elisha, Museveni alijaribu kumkaribisha kwa viwanja alipokuwa anakuja kwa makampeni zake, ama alipokuwa anakuja kwa masherehe Kisoro. Alikuwa anamtumia invitation yeye mwenyewe, hizo leta tuko nazo, akimwambia mzee Elisha, kuja jamani hapa kwa sherehe yangu uniombee. Lakini Elisha hakuwahi kushika safari kwenda kuona Museveni kwa kiwanja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Elisha alikuwa kama Elisha wa kitambo. Naaman alipokuwa anataka usaidizi, Elisha hakushika safari aende kutafuta Naaman ndiye amuombee.
ila Naaman ndiye alienda kwa Elisha, ndipo Elisha akamuombea. Lakini hata Elisha yeye mwenyewe hakumuombea. Elisha alituma Gehazi ambaye alikuwa ni chairman wake, aende aombee nani? Aende aambie amri ambazo Elisha alikuwa amepeana. Sasa Elisha alikuwa anatuma akina Charles Caxton, Elisha alikuwa anatuma akina Yohana, nyinyi muende huko muombe, mkishaomba mtoke huko. Lakini yeye mwenyewe hakuwa naenda. Sasa nikajiuliza, imefikaje mwaka 2025 baba ambaye ni mtumishi wa Mungu aanze kushika safari kwenda kuaibika katika viwanja kwenda kuona Museveni? Lakini kwa sababu ya tamaa ya ulimwengu, kwa sababu ya kutaka kujipendekeza, kwa sababu ya kutaka kujulikana, wanabeba mtumishi wa Mungu wampeleke hapo nipanze kuaibika. Sasa niliposikia hiyo habari ambayo Jike alikuwa amepanga kanisani na ex-ministers na MPs, na wasema ukweli kwa sababu hao MPs ni ndugu zangu, wengi ni ndugu zangu. Nikisema ndugu zangu, semi ndugu zangu because ni Wafumbira, nasema ndugu zangu kwa ukoo. Those are my brothers. Hata the lady so called woman MP, she's my sister. Na shetani anapowaingilia, mnafikiria kwamba wataweza kuwapenda kushinda sisi watoto wao ama ndugu zao. Kwa sababu shetani aliwafunga macho, akaonyesha kwamba nyinyi ndio mko, nyinyi ndio mnajua mambo yote. Lakini sio hivyo. Mungu ndiye akona akili. Mungu ndiye akona mambo yetu yote sisi kama wanadamu. Sasa mlipopanga hiyo mambo yenu, ndipo nikakuja nikapiga simu State House. Mimi nikapiga simu State House kwa sababu ninapotaka president, hata nikipiga simu saa hii haiwezi ikafika saa 12 jioni kwenu kabla sija kuwa connected na yeye. Nilipomaliza kuongea naye akaniambia andika barua ifike kwangu, halafu itumwe Kisoro, ndipo wafanye investigation. Barua nikaandika. Nilipoandika sasa, RDC wakampatia kopi, ikatoka Kampala, jinsi nimesema kwamba sikubaliani na kamati ambayo imekuwa ikisema kwamba Museveni akutane na Agre. Kwa sababu gani? Nilijua baba ako na heshima. Nilijua baba kazi yake ni kazi ya mbinguni, sio kazi ya kimwili. Museveni tunampenda, ni kiongozi, lakini baba ako na heshima nyingi. Si vizuri kumpeleka katika mambo ya politics. Jinsi mimi naona vitu, sijui kama nyinyi hata mnaonanga hivyo jamani. I don't know, sijui. Kwa sababu nyinyi akili yenu iliwapoteza mpaka mnafikiria kwamba mnapoleta politics kwa kanisa la mitume ndipo mtafaulu, ama ndipo mtaonekana kwamba mko na nguvu. Lakini wacha niwaambie, nguvu ni za Kristo Bwana wa Mungu, sio nguvu za mwanadamu. Na kazi ambayo tunafanya sio kazi ya kibinadamu, ni kazi ya Mungu wa mbinguni aliyetuokoa. Akaokoa wazazi wetu, akaokoa Elisha, akaokoa Agri. Huyo ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Ndio sababu huwa mimi naambia, nikiambia ndugu yangu Jike ya kwamba usije ukasahau ya kwamba tuko na Mungu aliye hai. Sasa barua ilipotumwa, ndipo wakaita Moses Mbiari, wakaita William shemeji wangu, wakaita Safari, wakaenda Kisoro katika hiyo meeting. Nami kama petitioner nikaitwa, nikakuwa kwa hiyo meeting. Sasa RDC akawasomea barua ambayo nimeandika. Akamwambia hii barua imetoka State House, imeandikwa na Dan. Sasa ningependa Dan mwenyewe atuambie ni nini ambayo inaendelea hapa. Mimi nikazungumza yangu. Nikamwambia, wapendwa, mimi haifai mtumishi wa Mungu ashike safari atoke Kenya akuje hapa kwa mambo ya kukutana na president. Haisaidii. Na lengo lake sio kukutana na president kama kiongozi, ila munataka mujifiche nyuma yake, mkionyesha umati wa watu ya kwamba Museveni ako nyuma yenu, kwa hivyo watoto wa Elisha watawafanya kitu. Na sisi wenyewe hatuna hatia. Sasa mnataka mchafue jina la president Museveni.
mbele ya watu kuonesha kwamba ukoromonde ambayo mnafanya ama ujanja ambayo mnafanya, yeye ako nyuma yenu. Ndipo nikawaambia kwamba Moses, ikiwa mnampenda baba, ikiwa mnampenda baba jinsi ninavyompenda, mzee msimwaibishe, asishike safari kuja kwa hii mambo yenu. Mwache mzee apumzike. Sasa kwa sababu nawaambia shetani ni mbaya, badala ya kusikia ile niliwaambia, William akaanza kunitukana, Moses akaanza kunitukana. We ni nani? Unaongea kama nani? Ikiwa Mateka amesema ni ex-minister, ikiwa sijui nani wamesema ya kwamba atakuja hapa, we ni nani? Nikamwambia ni sawa, mimi sina nguvu mbele yenu, lakini mbele za Mungu ninaposema jambo ni amri, msikie yenye nawaambia, hata kuja. Wakatoka hapo, wakashika safari kwenda Kampala. Wakaenda kuonana na Jig. Eti waende washitaki ya kwamba Dana amekataza Museveni asikuje. Sasa Jig naye badala ya kusikia kwamba ndugu yangu mdogo huyu 2016 ndiye alisaidia baba yangu akaenda kukutana na Museveni, yeye ndiye alifanya. Na sasa wacha huyu ndugu nisikie pengine yenye amesema ni ukweli. Sasa akapiga simu, Dana anapinga. Sasa mkaanza kusumbua mzee rafiki ya baba yangu Mateke. Sasa mkamuingiza katika hiyo mambo, naye akuje ashirikane na nyinyi katika ukoromoni. Sasa baba mkamsurutisha, akatoka Kenya akaja Uganda. Mkafanya watu wengine Kenya wahubiri wakakuja safari ya bure, eti wanakuja kuona Museveni. Wakashika safari wakakuja. Wakaenda Kisoro. Baba akakaribishwa vizuri. Ilipofika Sunday, mimi mwenyewe nikashika simu nikapigia Mateke nikamwambia mzee, enda ambia hawa watu ya kwamba safari ya Agre kukuja, ya Museveni kukuja hapo kwa kanisa haiko, ili mtumishi wa Mungu asije akaaibika. Mimi mwenyewe nikapiga simu. Huyo mzee kwa sababu anajua kile ambacho anaweza kufanya, akakimbia akaenda kanisani, na kutokuwaonyesha heshima mbaya akawaambia kwamba Museveni hata kuja kwa sababu hapa kuna Wakongo, na Wakongo sababu ya security Museveni hataweza kufika hapa kuja kumuona, na kama mtaka kumuona mtashika safari mwende kwa kiwanja. Mateke akawaambia hivyo. Ilikuwa ni saa 9 ya Uganda, sababu hata hiyo meeting alipokuwa anaambia maneno Jig, nilikuwa hapo nikisikia. Na alipomaliza kuambia hayo, sasa mkaenda kanisani. Badala ya kuambia watu ukweli, mkaanza kudanganya watu ya kwamba mjipange, asubuhi Museveni anakuja hapa. Na mlipopanga Museveni anakuja hapo kanisani Antiko, mlipoona Museveni hajakuja mkafunga mlango, ndipo mkatorosha baba, mkatorosha wahubiri wengine wa Kenya, mwende kwa kiwanja kwenda kuona Museveni. Nikiuliza, kweli angekuwa ni Elisha wa kitambo na Naamani wa sasa, ambayo ninaona sasa ni Naamani, kwa sababu Museveni anahitaji maombi kwako baba, sio wewe kwenda kuhitaji attention ya Museveni. Museveni anahitaji attention kwako kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Ule mzee ambaye anaongea juu yake na muheshimu, Museveni na muheshimu. Lakini hata kama na muheshimu, na kuheshimu baba zaidi kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, kumaanisha ya kwamba yeye ndiye afaa akuje kwako kama Naamani, akitafuta usaidizi kwako, maombi kwako, sio wewe kwenda huko kwenda kumtafutisha. Na kweli nikiuliza, Biblia ya Mungu mungali mnaisoma kweli? Na ninapokuja niwaambia kwamba imekuwa kama yala maandiko ambayo niliwasomea kuhusu Petro na Yesu. Yesu akamwambia Petro, chunga kondoo zangu. Akamwambia, Bwana, nitazichunga. Wajua roho yangu na kupenda Bwana wangu. Petro, tazichunga kweli? Akasema nitazichunga. Lakini akamkumbusha neno moja ya kwamba
Wewe ulipokuwa mzee, ulipokuwa kijana, ulikuwa unaenda mahali ambapo ungependa kuenda. Unafanya kila ambacho unataka kufanya kwa sababu wewe uko na nguvu. Lakini kwa uzee wako utafungwa mikono na watakufunga mkanda wakupeleke mahali ambapo wewe mwenyewe hautaki kwenda. Huyo ni Petro alipokuwa anaambiwa na Yesu. Na ndiyo hayo mnayoona wakati wa sasa. Baba sio mbaya, lakini baba kwa sababu ya uzee wake anasurutishwa kufanya yale ambayo hangekuwa anafanya. Na hiyo ndiyo kitu ambayo inaniuma. Na ninaposema haya kwa ajili ya ujinga wenu na kutokusikia na kutokutaka kufahamu neno la Kristo, mnasema kwamba Dana anampinga baba. Lakini ni mpinge wa nini? Utaratibu wa Mungu ndio nataka tukue nayo katika nyumba ya Kristo aliyetuokoa. Sasa ona, na mlipopeleka mtumishi wa Mungu mkafungia wa Kristo kanisani, na mnajua hakika Museveni hata kuja hapo, lakini mtuambia kwamba wacha mwende kwa kiwanja mlete Museveni hapo kanisani. Kweli ingewezekana? Kweli ingewezekana namna gani? Sasa watu mkawafungia ndani ya gate tangu saa 3 mpaka saa 9 ya jioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamtaki watu muaibike mbele ya umati kwa kiwanja wakiwaona. Hamtaki muaibike mbele kwa kiwanja watu wakiwaona. Ndipo mkuje mwadanganya kwamba Museveni ameona baba, ameongea kwa kisiri, maana baba mkukuwa baba ameongea na Museveni. Mkafungia watu wa Mungu ndani ya kwa kanisa. Na mshangao mkubwa ni kwamba mnachukua kondoo za Kristo, watumi wa Kristo wa Yesu, mnavalisha uniform ya campaign. Mnavalisha uniform za campaign. Sasa ukiuliza kweli, siku gani kanisa ya Mungu kuwa kanisa ya biashara? Siku gani kanisa ya Mungu kuwa kanisa ya siasa? Lakini tu kwa sababu mnataka muonyesha watu mnapinga Dan, mnafanya mambo kama hayo ya ujinga. Ni kwa nini mfanye makosa ya ujinga kama hayo? Ni kwa nini mchafue jina la Kristo aliyewaokoa? Ni kwa nini, nauliza? Na mnapofanya hayo hasa mnajigamba, mnaenda mbele za watu, Dana sijui nini, Dana sijui nini. Lakini mimi kwa maandiko ya Kristo niko wapi? Nimeandikwa wapi? Nimeandikwa wapi katika kitabu cha Mungu? Nimeandika wapi? Lakini kwa sababu mnapingana na Kristo aliyewaokoa, hamjui mnapingana. Kwa sababu mnajua mimi nasimamia kwa ukweli. Na ukweli Bwana alisema kwamba utatuweka uhuru. Ninapokuja kuambia haya, naambia kwa sababu najua Kristo ako nyuma yangu na atanitetea na atafanya kazi yake ndani yangu jinsi anafanya mpaka wakati wa leo. Sasa mtumishi wa Mungu mkampeleka kiwanja. Alipofika hapo kiwanjani, wala ambao mliona video, baba alipofika hapo kiwanjani wakaanza kumsukuma. Vijana wanamsukuma. Presidential guard wakamsukuma. Niliaibika mimi. Kwa sababu mlinidharau, singefanya chochote. Niliona tu, nilikuwa hapo nikiangalia na macho. Wanamsukuma mtumishi wa Mungu, naangalia tu kwa macho. Kwa sababu ningewafanyia nini? Mlinidharau. Nikawaonya mkakataa kusikia. Sasa baba akaibika mbele ya watu. Mpaka wanapatia mtumishi wa Mungu kuongea, anashindwa kuongea. Kwa sababu Bwana angempa neno la kuongea kwa njia gani? Kwa sababu Elisha ameshika safari kwenda Naaman. Na Naaman ni mwenyewe ndiye angeenda kuona Elisha. Sasa Bwana akatoa neno ndani ya mtumishi wake, akashindwa kuongea mbele ya watu. Aibu ikakuwa hapo. Mbona mnachafua neno la Kristo? Ikakuwa aibu mpaka wakati wa sasa wangali wanacheka yale ambayo ilitendeka hapo. Kwa sababu ya kutokusikia, kwa sababu ya kugonga kwa kifua ya kwamba mnajua mengi. Lakini wacha niwaulize swali moja. Jiki kweli Ruto anawajua? Jiki anawajua? Ruto tumuache. Governor anawajua? Amewahi kushika safari kuja hapo? Na Jiki mnajua inachukua kitu gani kukuja tuseme mimi nikuje huko kwenye niwaambia kwamba nataka nione Ruto? Inawezekana kweli? Kwa sababu wacha niwaambie ukweli. Mlipofanya hivyo, nipoandika hiyo barua,
wakafanya investigation Kenya kuuliza Ruto ya kwamba hawa watu mnawajua, wakasema la, hatuwajui. Na ikiwa hujulikani kwenu, unataka kujulikana na president wa Uganda kwa njia gani? Lakini kwa sababu nawaambia, kwa sababu ya kujigamba na kutafuta kuonyesha kwamba nyinyi ndio mko, nataka kuonyesha nguvu. Ona sasa mnaibisha mtumishi wa Mungu. Ikiwa Ruto mwenyewe hawajui, ikiwa governor mwenyewe hawajui, hata House Rep sijui kama anawajua, na kama anawajua ni bahati. Lakini sasa mnataka mchukue President of Republic of Uganda, the country of origins, nini country yetu, nyinyi mtoke huko mkuje hapa Uganda, muje kudharau indigenous. Sababu ukienda kwa nini Elisha, he's a indigenous Ugandan. Familia Elisha sisi tuko indigenous Ugandans. Then mtoke penye mnatoka mkuje Uganda kuja kuitisha president, kuja kutudharau sisi watoto wa Elisha mtumishi wa Mungu. Ukienda kwa kimwili, mzee is a medalist. Ikiwa mnajua medal ambayo inaitwa Narubare medal is the highest recognized medal in Uganda. Na hiyo medal ilipewa baba yangu. Mimi mwenyewe ndio nilishika hiyo medal, kwa sababu hiyo medal waliletea baba yangu kama shapumzika. Sasa hiyo medal mimi ndio nilishika, nikapewa na President of Republic of Uganda, akanipea hiyo medal kushukuru kazi ambazo Elisha alifanya. Na huyo Elisha ndio mnapinga, mnataka mpinge mkitumia ule ambayo alimpea medal of honor na Rubare kwa baba yangu. Na nauliza kweli, mnatumianga akili? Hamtumii. Lakini kwa sababu you're driven by emotions, you're driven by connections, nyinyi mnafikiria sijui mkipitia sijui minister nini. Hapana bwana, nawaambia ukweli, mimi sipigi kodi kuingia katika president's office. I don't knock. Wenye anajua, muuliza Tanasa atawaambia. I don't knock. I just go in and I speak what I want to speak. Reason, because of my dad. Sababu ya Elisha baba yangu. So Elisha is recognized. Mpaka saa hizi zile pesa, nataka niwasaidie, zile pesa ambazo mnaenda kuongana haziwasaidii, mnaongana tu. Lakini ukweli ni ukweli na unajulikana. Nikiwaambia ukweli, wacha niwaambie, Jik na baba yake na mimi, watu watatu hivi. Jik, baba yake na mimi, watu watatu. Ukweli twaujua. Na mimi sitaki niwaambie hiyo ukweli kwa sababu ni aibu kwa mtumishi wa Mungu. Sitaki niseme hiyo ukweli kwa sababu ni aibu mbele ya mtumishi wa Mungu. Lakini ukweli wanaujua, ambao mimi nasema wanajua ukweli ndani ya mioyo zao. Lakini kwa sababu ya kukufuru ukweli, ndio sababu unaona wanafanya yale ambayo wanafanya. Wanafanya yale ambayo wanafanya kwa sababu ukweli ulikosa ndani ya mioyo zao. Lakini ukweli wanaujua. Na ukweli ni nini? Nisema ama nisiseme kweli? Wacha tu nijinyamazie. Lakini mnajua hamutapinga Elisha kwa kanisa, hata kwa government, hata mbinguni hamutamuweza. Naambia tu ukweli. Hata pesa ambazo mnachangisha kanisani kwenda kupea makisa sijui nani government sijui nini, zote zinarudi. Wanakula, zingine zinarudi na zinafanya kazi. Nataka kujua zinafanya kazi, mwende muone kazi inatendeka na mnachanga. Sababu mimi I'm so transparent. Mimi naambianga tu ukweli. Mimi sifichi, kwa sababu najua kila ambacho nafanya kitu cha ukweli mbele za Kristo aliyeniokoa na aliyeniumba. Sababu Agra najua ukweli, Jika najua ukweli, ninajua ukweli. Sisi watu watatu. Mwenye angetuambia ukweli wa nini, alienda kakufa kaenda. Na ni sababu nawaambia, jinsi Jiki nilikuambia kitambo, nilikwambia ndugu yangu, ita boma yenu,
ita ndugu zako, niite ndugu zangu, tukae pamoja, shida ambazo ziko ziishe. Ulisema nini? Ulisema kwamba mimi watoto wa Elisha, I owe you nothing. Baba hana kitu kwenu. Nikakwambia ni sawa, siku inakuja mtakuja kujua. Na kweli mnakuja kujua. Na ukweli, kama sio Mungu Jiki aliyenipenda, kama sio Mungu ambaye ninamjua, kama sio Mungu ambaye ninamwamini, Jiki, hapana. Lakini kwa sababu mimi najua sisi ni wasafiri, unafanya mambo na kuangalia na cheka tu, najiendea zangu tu, kwa sababu unajua unafanya kwa sababu ya chest stamping. Unafanya tu kwa sababu unataka kuonyesha ulimwengu ya kwamba wewe ndio uko, wengine ni wajinga. Lakini tukienda into reality, mbele za Mungu sisi sio kitu. Mimi na wewe sio kitu mbele za Mungu. Kwa hivyo mungekuwa na akili, naomba muache kushangisha pesa za kupoteza pesa ya bure, ila mrudi katika msingi ule wa Kristo. Mrudi katika ile upendo wa kwanza, upendo wa Mungu. Mrudi katika ile njia ya kitamba Bwana mwenyewe aliitia babangu na baba yako. Lakini mambo Jiki ya kupenda fedha, mambo ya kutaka kujionyesha na aibu, wachia hapo. Najua uenda sababu ulituma mtu mwingine ukamwambia kwamba najua nilimkosea Dani, najua nilikosea nyumba ya Elisha, lakini siwezi nikaomba msamaha. Jiki, wacha nikwambie kitu moja ndugu yangu. Pride dominates before the fall. Madharau utangulia kuanguka. Kiburi utangulia kuanguka. Unaweza sema kwamba hutaomba msamaha. Sikusurutisha kuomba msamaha, lakini nakwambia mbele ya Kristo aliyeniumba, akatuumba sisi wote, usipoomba msamaha, wajukuu wenu wataomba msamaha. Wataomba msamaha. Ni kwamba tulikosea nyumba ya Elisha, watakuja kuomba msamaha. Wajukuu wenu watakuja kuomba msamaha. Lakini nilimuomba Mungu asikubali kuwachukua kabla mjakuja kuomba msamaha, na mtaomba. Nilisikia ukiambia watu kanisani jinsi Dani anasema kwamba mtashika safari mwende Mabungo, mnapeleka sadaka Mabungo, na yeye mwenyewe akuwa anachukua kila ambacho anataka aleta pasari. Mtakubali kweli? Eti hapana, tutakubali. Hiyo mambo sikuwa nimesema na sikuwa nimewaambia. Lakini ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 5:5 anasema hivi: usiape mbele ya malaika, na pia usiseme uongo mbele ya malaika. Yale yote ambayo ulikuwa unaongea mbele ya malaika na ni baba yako mtumishi wa Mungu. Ulikuwa unaongea ukifikiria kwamba unaongea tu kwa watu, lakini ulikuwa unaongea mbele za Kristo. Ulikuwa unaongea mbele ya kuhani mkuu baba yako, na ulikuwa unaongea mbele ya Mungu, na Mungu alisikia hayo uliyoyasema. Aliyasikia kwa sababu ulipingana na mimi. Sikuwa nimeongea kitu, lakini kwa sababu uliyasema, na Bwana amesema hivi, atatekeleza, penda usipende. Vile uliyasema hivyo kanisani mbele za Mungu, aliyasikia na itatendeka. Ukweli mbele za Kristo sikuwa nimeyasema, kwa sababu mimi najua ulimi wangu. Najua nikisema jambo, najua I know myself. Na sikuwa nimesema, lakini vile ulitamka wewe mwenyewe ukaniwekea hayo maneno. Na Bwana akasema ya kwamba
kama amesema hivyo, wacha ikuwe hivyo, na jiki itakuwa hivyo. Jinsi ulivyoyaomba itakuwa hivyo, na utakuja kujua. Wewe pereka, hongana, fanya nini yenye unafanya yote, lakini Bwana wa mbinguni atafanya mapenzi yake. Nyuma niliwaambia historia ya mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Sauli Bwana alimwambia kupitia kwa mtumishi wake Samueli, akamwambia enda ambia Sauli waende, Wamidiani wamenidharau, wamekuwa chukizo, wanamwabudu Mungu mwingine ambaye sio mimi wa mbinguni. Kwa hivyo waende waue hao watu, lakini wasiwanyanganye kitu chochote, wasitoe huko kitu chochote. Lakini mfalme Sauli alikubali kweli? Alikataa, akafanya mambo yake, akaenda kabuni, akafanya njia zake. Na ndipo alipoyafanya hivyo, kwa sababu Sauli alikuwa na madharau mengi, akaleta mfalme wa Midian, akamleta ili ampigishe magoti mbele za nyumba 12 za Israeli. Akaleta mbuzi na kondoo, akaleta dhahabu zenye zilikuwa huko zote, akazinyang'anya, akazileta ili atafute upendo katika hizo nyumba 12 za Israeli. Akawagawia hao wakubwa ambao walikuwa kama governors, akawapea hizo zawadi eti ndio wampende kuliko kumpenda Mungu aliyemchagua. Na alipofanya hivyo, Bwana akakuja akamwambia Samueli, enda huko uambie mfalme wenu huyo ni kwamba nimemchukia, nimemkataa kwa sababu amenidharau, nimemkataa. Mimi ndio nilimchagua kupitia ndani yako. Ukaniomba Samuel niwapee mfalme jinsi walikuwa wanataka Waisraeli, nikawapea mfalme. Lakini sasa vile mfalme amenichukia, amenichukiza, na mimi nimemkataa, ikakuwa hivyo. Ikaenda Samuel alipofika kwa nyumba, akapata wanakunywa pombe, akapata wafalme wanakunywa pombe, magavana wanakunywa pombe, wanafurahi kwa ushindi ambao walikuwa wamepata. Lakini ikakuaje? Wanaosoma Biblia mtapata ya kwamba Bwana alikuwa ameambia Samuel ya kwamba hata huyo mfalme ambao wameleta amuue, amkate kichwa. Samuel akavuruta mkono Sauli, akamwambia Sauli, wewe mtoto, hata kama wewe ni mfalme, lakini mimi ndio nilikulea. Ni kwa nini ukakubali kudharau Mungu? Kwa nini? Samuel kwa madharau yake, Sauli akasema kwamba mimi ndio mfalme, mimi ndio najua mambo yote, mimi ndio niko. Samuel akamwambia, mbona umesahau? Nathan mtoto wake akamwambia, baba, haungefanya hivyo, ungekubali. Jinsi najua watoto wa Agre wengine wadogo wanamwambia, najua kuna wale ambao wanamwambia hapana, hapa tumekosea, hatungefanya hivi. Nathan akamwambia baba yake kwamba mfalme, hapana, ingekuwa hivi. Mfalme alichapa kofi Nathaniel, mwambia, wewe nyamaza, wewe mjinga, hataki kuwa mfalme kama mimi. Ufalme ukimaliza, nikienda ufalme ni wako. Jinsi mnavyoona wengine wanapowaambia nikienda ufalme ni wako. Hasa usiposimama shujaa, watu watakudharau. Wewe ndio mfalme. Nathaniel akanyamaza. Lakini ilikujaje? Sasa ikafika Samuel akambembeleza, akamwambia mfalme, Bwana shakukataa, Bwana wa mbinguni amekukataa. Sasa akili ilipomrudi kidogo, akasema amenikataa? Sasa nifanye nini? Akamwambia wacha tumubembeleze. Samuel akarudi kwa mlima kwenda kumtafuta Bwana, kumuuliza, mtumishi wako nimerudi, mfalme anaomba msamaha, umsamehe. Akasema hapana, mimi nilisema nishamkataa, na tayari nishajichagulia katika nyumba moja ya Yuda, nishajipatama mtoto ambaye atakuwa mfalme, na huyo mtoto roho yake yu kama yangu, nampenda, na atakuwa kama mimi, na atafanya kazi yangu. Sasa nakamwambia, usipitie huko tena, enda katika nyumba ya mjukuu wa Obed ambao ni Yese, utapata kijana mmoja ambaye nimemchagua
awe mfalme wa nyumba ya Israeli. Na mnapokumbuka Daudi, yeye ni mjukuu wa Yuda katika nyumba ya nani? Katika nyumba ya Yakobo. Yakobo wa nani? Yakobo wa Isaka. Isaka wa nani? Isaka wa Ibrahimu. Kumaanisha kwamba Yesu mwenyewe ni mjukuu wa Daudi. Sasa ufalme haukutoka katika hiyo nyumba. Ni siri kubwa ambayo ninawaambia, ambayo nyinyi wenyewe hamtaweza kufahamu, lakini Baba mwenyewe anajua, Jiki mwenyewe anajua. Nikisema hivyo naongea nao. Nyinyi siongee na nyinyi kwa sababu najua nyinyi hamtaelewa, lakini wao wenyewe wanajua. Kwa hivyo Bwana amependa ikuwe hivyo. Sasa nawaomba, badala ya kupingana, badala ya kutafuta kuharibu kanisa la mitume, msikie yale ambayo ninawaambia. Watu wa Mungu msiwaangushe. Na mkiwaangusha, munajibebea laana zingine kubwa. Munajibebea laana zingine kubwa. Wenye wanazibeba siwataji majina, lakini munajibebea laana kubwa mbele za Kristo kwa sababu mlimdharau. Mkadharau sauti ya Mungu, mkadharau maagizo ya Mungu, mkadharau neno ya Mungu. Nimeshukuru, lakini nilitaka tu niwatangazie, niwaambie ukweli kwa yale mambo ambayo mnazunguka nayo mkiwaambia watu, nani alikataza Museveni, alikataza Museveni, anachukia baba. Mimi yangu ni hayo. Lengo ambalo mlitaka kufanya mbele ya Museveni nilifanya, nikakataa msikutane na yeye. Mungekuwa na lengo mzuri, mimi sina shida ya baba kuonana na Museveni. Lakini kwa sababu intention ambayo mlikuwa mshaongea kanisani Jik, mkipanga mnatuma watu kwenda kwa makanisa kuambia kwamba maadui wetu sijui na nini wataaibika, watafanya nini, Museveni anakuja, waonane na baba. Museveni ametumanisha baba aenda muombe. Hapana, Museveni hajatumanisha baba kwenda kumuombea, kwa sababu ikiwa ni maombi, Museveni mabishop wanamuombea. Museveni nini wanamuombea? Sasa hajui difference yenu maombi yenu na ya wengine, hajui. Anajua tu maombi ni maombi, na wamemuombea watu wengi. Ndio sababu hata mliona kwa kiwanja, hata picha hakujipiga picha na baba. Mabishop wengine walijipiga picha na Museveni, akina bishop wa Anglikani, akina bishop wa Katoliki, akina masheki wakapiga picha na Museveni, lakini baba hakupiga picha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu wa mbinguni Mungu awalinde. Sitaki niongee mengi ndipo mwanze kunilaumu tena tukana. Hapana.